Karibuni. Asante. Si atwingi nilikuwa nauliza eti mama yuko? Mama gani huyo? Biki Pochi. Yule mama yule. Unamfahamu si ndio? Atakuwa yuko ndani. Hapana, hapa tushauziwa na mwanae. Mwanae aliwauzia? Kwa ina maana hapa palishauzwa. Palishauzwa bwana zamani mno. Sasa atakuwa ameenda, yani labda unajua unafahamu alipokwenda ama una hivyo? Hapana dada yangu. Kwa kweli mimi sifahamu. Kwani imetokea sehemu gani? Mimi ni binti yake, yani hapa zamani palikuwa nyumbani kwetu. Sasa yani ninapokuja na shangazi sijui pameuzwa, yani inanishangaza kidogo. Kwa hiyo kupewa taarifa? Hapana, mimi nilikuwa masomoni yani. Pole sana dada yangu. Mbona muda mrefu hapa umeshapauza? Sawa, asante. Sasa kaka, singoa turudi. Hapo karibuni. Asante. Haya. Ni kwanza nilishangaa unaniambia eti hapa ni nyumbani kwako, nyumbani kwenu wakati ni lodge. Yaani hapa nipo nishachanganyikiwa, sasa sijui nafanya nini. Hebu niambie naenda wapi sasa hivi mimi? Nadhani usijali. Mimi nipo kwa ajili yako. Kwa hiyo cha msingi twende kwanza. Tunaenda wapi sasa? Wewe twende hata nyumbani kwangu. Kwani kuna shida? Twende nyumbani kwangu upumzike, sio unajua umechoka na safari. Twende. Twende pameshauzwa. Ona hata bango hili. Twende nyumbani usijali. Twende usianguke huko, twende. Usijali tu, mama tutampata. Sasa unalia nini tena wewe? Usilie basi. Sawa. Hujui umenishangaza. Yaani umeleta hapa kula alafu wewe hauli. Mimi nimeshiba. Kweli. Sawa, mimi nikushukuru kwa support yako. Unajua ni wanaume wachache sana wenye moyo kama wako. Kwa hiyo asante kwa kila kitu. Sasa hivi nataka tu nifanye juhudi kwenye kumtafuta mama yangu. Kama nilivyokuambia, ya msingi ni mawasiliano, ukaribu. Nadhani utampata tu. Natamani iwe hivyo. Unajua kakangu ni kama mtu ambaye hajielewi. Kuna kipindi mama alinipigia simu akaniambia sijui anataka kuuza mali. Mimi nifikiria ni masiala. Yaani sikufikiria kama jambo litakuwa serious kiasi hiki. Kwa kweli amenishangaza sana. Sijui tu mamangu yuko wapi, sijui anafanya nini maskini. Atakuwa amepitia magumu mengi. Kwa hiyo natamani tu nionane naye basi. Kwa hiyo ni hivyo tu, nategemea support yako. Kwangu pia umepata support. Kama kuna changamoto yoyote, kuna kitu chochote kitakukwaza au utaona akili ni sawa, mimi nitakusaidia. Unajua nini? Hiyo ndio sababu inanifanya nikupende zaidi. Kweli? Kabisa. Mimi mwenyewe nakupenda zaidi. Kula. Kweli kidogo, kula kwa wingi. Haya bana. Nimekuitia leo nikwambie kabisa hali halisi alionifilisi mimi ni kaka yenu. Hajulikani alipoenda wapi mpaka leo. Sijui alipoenda. Bibi mama, hujasikia hata fununu zozote? Hapana. Ni wapi ameelekea? Hamna kabisa. Hamna kabisa. Yaani hata mimi sina shida hata ya kumtia machoni mwangu. Sina shida kabisa kwamba yani pale nimeshaandika kwamba pale mimi sina mtoto.
Pole sana mama yangu. Yaani siku zote nakulaumu. Siku zote nakusema vibaya. Yule ni ndugu yako, ndio maana nikaona kwamba usinikumbushe yale. Ni yule ni mtoto wangu mimi, damu yangu. Akanigeuka la mtumbo. Akaamua kunifanyia umafia. Ndio Tamani nikipata hicho kijitu, nikikanyage. Hajulikani alipo. Yaani naona machungu hata kusema mama yangu. Hajulikani alipo mwanangu. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Usinilaumu mtoto wangu mimi, usianze nilaumu mimi, ulikuwa nilaumu kule. Ndio nimeamua nikwambie ukweli. Mimi nina hayo tu, sina zaidi. Ukweli umeujua leo mtoto wangu. Sasa kumuelewa. Pole mwanangu, pole baba. Pole. Sawa mama, nimekuelewa. Lakini naamini pia kupitia umaskini huu tunaoishi na unyama uliotendewa tutatoboa tu ipo siku. Kikubwa tumtangulize Mungu mbele. Ndio kitu kikubwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Akishindikani, ukipata kidogo kidogo hicho unachopata wewe kifanye kiwe kingi. Ukipata kule kaka shilingi 200 kafanye kawe kingi. Uibi, unahangaika, tunakula jasho letu. Kupitia kwako mwanangu. Jitahidi tu mwanangu. Fanya kazi watu wakucheke sana. Lakini Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Hakuna kinachoshindikana mwanangu. Mimi nilikuwa na hayo sina mengine. Nimaliza kabisa. Niko hapa nimefika, mambo ni hayo basi. Haya wapi nakusubiri hapa. Mjungoji.
Karibu. Asante, niambie. Safi. Kwa majina naitwa Mr. Mayanga.